Bwana Yesu asifiwe, mpenzi wa Mungu na mchaji wa Mungu. Leo nimekujia na neno moja hili linalohusu vijana. Pasipo maono mtu hushindwa kujizuia. Tukisoma katika Misali 29 mstari wa 18 unatuandikia kwamba where there is no vision people perish. Pasipo maono mtu hushindwa kujizuia. Na hii jambo linakuwaje kwamba mtu asipokuwa na maono ndo anashindwa kujizuia? Siku zote vijana anapotembea kwenye vitu vingi, anapotembea kwenye maisha yake, dhambi itakapokuja, dhambi itakapotaka kumbeba, dhambi itakapotaka kumchukua, dhambi itakapotaka kumtenganisha na Mungu, kuna kitu ambacho Mungu amekiweka ndani ya kijana, kuna kitu ambacho Mungu amekitunza ndani ya kijana, kinaitwa maono. Ndicho ambacho huwa kinatumika sana kumfanya kijana kukimbia dhambi, kuacha dhambi, kwa sababu unakuta mtu hana maono, haoni thamani yake ya kutokufanya dhambi, haoni thamani yake ya kutokuacha mabaya. Kwa hiyo ni mtu ambaye anakuwa anafanya uovu akijua mimi sina chochote cha kufanya, sina mwelekeo wote wa maisha yangu. Kwa hiyo unakuta mtu ameshikilia dhambi, anafanya dhambi kwa sababu tu hana maono. Na neno linasema pasipo maono mtu ashindwa kujizuia. Tukimwangalia Yusufu alikimbia dhambi akijua kuna Mungu ambaye ameniahidia kwamba nitakuja kuwa waziri mkuu, na kuna Mungu ambaye ameniahidia nitakuja kuwa mkubwa mbele ya ndugu zangu. Kwa hiyo nifanyaje ubaya huu nimkose? Bila yeye maono yangu hayawezi kutimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maono bila Mungu hayawezi kutimia. Ni lazima mwenye maono ayatimize. Kwa hiyo kupitia hicho Yusufu aliweza kukimbia dhambi. Lakini leo hatuwezi kukimbia dhambi kwa sababu hatujayajua maono. Lakini vijana wengi hatujampa Mungu maisha. Ukimpa Mungu maisha ndipo Mungu ataanza kukuambia kwamba nimekuahidia nitakupatia hichi. Wakati huu nitakufanya uwe mtumishi. Wakati huu nitakufanya ufike sehemu fulani. Lakini kwa sababu hatuna maono, na ndio maana tunaweza kufanya dhambi, tunaweza tukapiga punyeto, tunaweza tukafanya uzinzi, tunaweza tukakuwa tunafanya ushoga, tunaweza tukafanya vitu vingi vya ajabu. Wengine wanafanya vitu kanisani akiwa ni mtumishi, lakini kumbe tukiangalia nini? Hana maono ya kufika mbali. Kila siku yuko sehemu pale pale, alafu kiangalia maisha yake yamejaa hali ya uovu. Sasa ni nini ambacho kitakutusaidia? Ni namna ya kumtafuta Mungu. Kumtafuta Mungu afufue maono ambayo sisi tukiangalia hayo maono tutapata nguvu ya kujitenga na dhambi. Bila maono, ndugu yangu, hatuwezi kujitenga na dhambi. Na wengi vijana tunahangaika sana, kuna namna fulani tumekaa kwenye vitu fulani, hatuwezi kutoka ile eneo. Tunatamani sana Mungu atusaidie, lakini hatuwezi. Na muda mwingine kumwambia mzazi au kumwambia ndugu unashindwa kwa sababu ni jambo la aibu. Unashindwa kumwambia kwa sababu unaona kabisa hili jambo nikimwambia ni jambo la aibu. Lakini kumbe kuna nguvu Mungu ameweka ndani yetu, ambayo hiyo ndo nguvu ambayo inaweza kututenga na dhambi. Kama Yusufu alivyokimbia akasema, kwa namna hii nawezaje nikamkosa Mungu ambaye ananiweka kwenye sehemu kubwa? Kwa hiyo inawezekana Yusufu huyu angefanya ile dhambi ya kulala na yule mwanamke wa tajiri yake, leo tusingekuwa tuna waziri mkuu wa Misri Yusufu. Ona thamani sasa ya kukimbia dhambi. Ona thamani ya kukimbia dhambi, kijana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akatubariki na Mungu akatufanye kwa upya, lakini tujaribu sana kumtafuta Mungu ambaye atatupa maono, ambaye atatusaidia kutupa maono ambayo yatatufanya tukimbie dhambi. Where there is no vision people perish. Hatuwezi kukimbia dhambi bila maono. Mungu akusaidie.